Ndiyo mara ya kwanza unaingia kazini ambapo ni mochwari. Unaenda kufungua mwili, kisha unaufunika. Unapogeuka unasikia unacheka. Unaposogelea unafumbua macho na unakutazama. Kila mtu ana historia tofauti katika swala la mochwari, na kila simulizi zinazosimuliwa zinakuwa ni za kutisha sana, lakini ni kwa sababu tu ya ugumu wa maisha, au ni kwa sababu tu ni kazi, na kila mtu hawezi kuacha kazi, bali anatafuta kazi, afanye kazi. Maisha yakiwa magumu ya kazi, ni lazima afanye kazi. Ungana nami katika simulizi hii ambayo ni simulizi ya kusisimua, pia ni ya kutisha, pia ni true story. Kama hujasubscribe channel yetu Dota New, na kuomba ipo hapo chini kengele, kisha bonyeza kengele, subscribe, share, alafu tuambie imekugusaje hii story. Ingekuwa ni wewe, ungekubali kazi au ungeacha kazi? Ni katika usiku uliokuwa umetulia, upepo ukipita polepole juu ya mti ya miembe iliyozunguka mochwari ya kijiji cha Namboli. Ndani ya jengo hilo dogo la saruji lenye harufu kali ya dawa ya kuhifadhi miili, alikuwepo kijana mmoja aitwaye Benedicto. Kijana aliyekuwa kazini kwa wiki yake ya kwanza kama mhifadhi maiti. Alikuwa amekaa kimya akitazama saa iliyokuwa ikigonga saa 6 usiku. Alikuwa peke yake. Ndizi alikuwa ameandaa kuchukua chai, na jenereta ndio lilikuwa likipiga kelele ndogo katikati ya hospitali hiyo, ikiwa ndani ya giza. Mara akasikia mlio hafifu wa mlango wa chumba cha maiti ukigonga. Akainuka taratibu, akashika tochi yake, huku akiwa mwenye hofu sana, na kwa sauti ya kutetemeka akasema, "Hodi, hodi, kuna mtu humu ndani?" Kimya, huku pepo ukiwa unazunguka kwa taratibu, ukipuliza, akiwa akitembea kwa kunyata sana. Alipokaribia meza ya kuhifadhi maiti, tochi yake ikamulika mwili wa mzee mmoja aliyekuwa amehifadhiwa jana. Mdomo wa maiti huyo ulikuwa umefunguka kidogo, kama kwamba anakaa kusema jambo. Benedicto alihisi baridi kali sana akipanda mgongoni. Akapumua kwa nguvu, akasema, "Ha, macho yangu tu? Hii kazi inahitaji moyo." Akaanza kuandika majina kwenye daftari la usiku, lakini ghafla taa zote zikazimika, jenereta ikazima, giza totoro. Kijana akaanza kujiuliza, nini hichi? Fikiria stori unazosimuliwa za maiti mochwari, alafu pakawa giza ghafla. Mawazo yako yatakupeleka wapi? Ndani ya kimya hicho alisikia mlio wa nyayo za mtu akitembea taratibu sakafuni. Mapigo ya moyo yalizidi kutanda. Akasema kwa babake, leo itakuwaje? Kama usali hapa, lazima utamtafuta Mungu. Kama hujui masuala ya kiimani, hapa lazima uchangamke. Akasimama kwa hofu, akahema, akachukua simu yake kuwasha mwanga, lakini beti ilikuwa imekufa. Toba! Kwa sauti ya hofu, "Kuna nani hapa? Wewe ni nani?" Sauti ikasikika ikitoka upande wa maiti ya mzee. "Mwanangu, usiogope." Benedicto alidondosha tochi. Alitaka kukimbia, lakini miguu ikagoma. Akaisiga. Akasikia mwili ukitetemeka, jasho jepesi likimtanda usoni. Maiti yule akaangua kichwa kidogo, akakigeuza, macho yake akiwa yamefunguka na nusu. Akasema tena, "Usiogope, moyo wako wazi kufanya mema, maana hii ni kazi kama kazi nyingine. Ukiwa mtu wa kazi ni lazima ufanye kazi." Ndipo taa zikawaka ghafla na jenereta likarudi. Mwili ule wa mzee
ulikuwa umelala umetulia pale pale au kuhemahema hata kidogo. Benedikto akaketi chini, akatokwa jasho na machozi. Tangu siku ile aliwaza sana juu ya lile tukio, yaani aliwaza pasipo kuelewa. Lakini akiwa anatoka, ilikuwa ni mida saa 11, alisikia ni mtu amemgusa kwenye mgongo wake. Anapotazama kwa jicho la upande juu ya kile kitanda kilichokuwa kimemhifadhi yule maiti, anaona mwili hayupo. Aligeuka akitazama, akijana butwaa zito. Ni nini? Ungana nami katika sehemu ya pili ya Kazi ya Mochwari. Kama hujasubscribe channel yangu, ni Don't New, subscribe hapo chini, bonyeza alama ya kengele. Lakini pia niambie, ungekuwa ni wewe ungeacha kazi? Na kama ni kazi, lazima ungefanya kazi au ungeangalia kazi nyingine ya kufanya? Kazi usisahau, unalipwa Laki 5 kwa mwezi.